Karibuni tena, hii ni Gonna TV, ndio yako ni mimi Shila the Sky. Leo tupo ndani ya stendi ya Tanga Ngamiani Kati kuangazia mgomo wa madereva kuweza kugoma. Je, kisa na sababu nini hasa cha kupelekea madereva kuweza kugoma kwa namna moja ama nyingine? Okay, tuko na dereva hapa. Kwa majina unaitwa nani? Asmani. Tumeona madereva wengi wamegoma. Unahisi tatizo ni nini hasa madereva kuweza kugoma? Changamoto ni kwamba mafuta yako juu sana, na tukipeleka abiria kwa bei ile ya zamani tunapata hasara. Unakuta unafanya kazi lakini hela yote inaenda kwenye mafuta, hata bosi umlazie lake hesabu. Inakuwa changamoto kubwa. Mwenyewe unafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, unarudi mtupu, umeona, urudi na kitu. Kwa hiyo hii hali imekuwa sasa hivi tunaenda wiki ya pili, sasa enda wiki ya tatu. Kwa hiyo ndio maana tukakaa, taarifa zilifika kwa viongozi wakasema tarehe 8 watatoa majibu, mpaka leo kimya. Kwa na sisi kama madereva tukaona tuamue kufanya mgomo kwa sababu mafuta yako juu sana. Asmani anasema kulingana mafuta yapo juu, bei mafuta ipo juu, na wao wakienda na nauli ile ya zamani kama madereva inawapa hasara. Ndio maana wakaona bora wapumzishe vyombo. Ushauri wako ni nini hasa kwa jamii pamoja na serikali kwa ujumla? Ushauri ni kwamba serikali wakae, waliafiki hili jambo, waweze kutatua hii changamoto. Kama ni mafuta basi yapungue, nauli ile nielekeze ya zamani, na kama labda mafuta hataweza kupungua, basi sisi wafanyabiashara wa magari au madereva tuweze kuongezea nauli ili na sisi angalau kidogo tuingize kipato cha siku. Asante sana. Asante. Anasema ushauri wake labda nauli ipungue au bei mafuta ipungue kidogo, bei mafuta shuka kidogo, ili wao wapate chochote kitu. Kulingana hii bei ya mafuta kuwa juu na abiria kulipa nauli ya zamani, wao kama madereva inaumiza. Ulikuwa nami Shila the Sky, na hii ni Gonna TV, nilipota kutoka hapa stendi ya Tanga Ngamiani Kati.